Azam ikiwakilisha Tanzania katika anga la kimataifa mchezo wa kombe la shirikisho. Sasa mchezo huo wa kombe la shirikisho upo kwenye hatua ya makundi kwenye msako wa kutinga kwenye robo finali. Na ikumbukwe tu kwamba mchezo wa kwanza Azam FC ilipoteza dhidi ya AS Manyema, hivyo itaingia uwanjani ikiwa na kumbukumbu za kupoteza mchezo wa ugenini. Na katika msimamo wa kundi B, Azam ipo katika nafasi ya 3 ikikushanya jumla ya alama 6. Naam, nipo na Kozi hapa. Habari Kozi, nadhani umefuatilia vizuri kabisa michezo ya Azam FC, lakini pia umeliangalia kundi la Azam FC kuelekea kwenye hatua ya makundi, na siku ya Jumamosi tunakuja kuangalia hapa na visiwani Zanzibar Azam wakikutana na AS Manyema. Unazungumziaje mchezo huu Habari Kozi? Mchezo ni mgumu. Mchezo ni mgumu hasa ukizingatia kutokana na uhitaji wa timu mbili. Ukijaribu kuangalia AS Manyema wao wana alama 9 sasa hivi. Kwa hiyo kitu ambacho tunaangalia kwenye mchezo wa ugenini, kitu kubwa tu wanaangalia angalau kupata alama moja, kuvuna alama moja ambayo itakuwa tayari imeshawavusha kuelekea hatua ya robo finali. Ndio. Lakini ukiachana na hilo, rekodi ya mpira tunasema kwamba tukio na kaida ya kujirejea. Ndio. AS Manyema waliwafunga Azam magoli 2 bila akiwa kule DR Congo. Wale wanakuja katika uwanja wa kama Soseni, uwanja wa Amani Zanzibar. Watakuwa wanaelewa ni namna gani wanakuja kucheza hiyo mechi. Kwa hiyo ni mechi ambayo itawapa ugumu Azam, lakini vile vile Azam kuangalia sasa hivi katika kushinda mechi 2 za Nairobi City ya ugenini na nyumbani. Kwa hiyo ninachofikiria katika mechi hii kwa asilimia kubwa Mwalimu Benga atahitaji matokeo, hatahitaji mpira mzuri, na hiyo ndio mazingira makubwa ambayo Benga anakuwa anafanikiwa. Hahitaji process mpira kwa sana, anahitaji matokeo. Kwa hiyo ugumu wa mechi ni kutokana kwamba uhitaji wa kila timu, lakini vile vile Azam yeye atakuwa ana advantage kubwa kupata matokeo kwa sababu atakuwa yupo nyumbani, lakini vile vile ana uhitaji mkubwa kwenye hii mechi hasa kutokana na yeye atakuwa ni mwenyeji. Kwa hiyo Azam akifanikiwa kupata matokeo nadhani atafikisha alama 9. Atabakisha game ya ugenini ambayo tena kucheza na Wydad. Kwa hiyo binafsi anahitajika kupata matokeo. Pengine mtu anaweza kuchukulia kirahisi tu. Hebu tuweke wazi grupu la Azam FC kwa sasa limekaaje. Wydad kwa sasa ana mechi 4 na jumla ya pointi 9. Na huyo Manyema yeye amecheza mechi 4 ana alama 9 pia. Azam FC ana alama 6. Nairobi United amecheza mechi 4 na huku ana alama 0. Unadhani kuna nafasi yoyote hapa kwa klabu ya Azam FC kuweza kutoboa katika grupu hili? Ukijaribu kuangalia nafasi ya Azam, ukirudi kwenye mpira nafasi ipo kwa sababu mechi zimebakia 2-2, na ukijaribu kuangalia ana mechi ya nyumbani ambayo kama nilivyosema mwanzo unampa asilimia kubwa kupata matokeo. Ataenda kulevu na kama Wydad ama ataenda kulevu kama na AS Manyema kuwa na alama 9. Sasa ubaya na ugumu wa hili kundi ni kwamba AS Manyema anaenda kumaliza nyumbani. Atakuwa anacheza na Nairobi City. Ndio. Kama anacheza na Nairobi City, timu ambayo katika kundi hili la Azam ndio timu ambayo inagawa pointi. Ikiwa nyumbani kwa ugenini, hapo ndio ugumu utakapo. Ni timu ambayo haina pointi hata moja muda huu. Yes. Ni timu ambayo haina pointi hata moja hiyo. Ndio maana nasema ni mtu ambaye anagawa pointi. Kwa hiyo ninachoamini kwamba akifanikiwa kupata ushindi dhidi ya AS Manyema anafikisha alama 9. Sasa kilichokuwepo inatakiwa Azam ugumu wa game kama ataweza kulevo kwenda kufunga AS Manyema magoli 2 ama kufunga magoli 3 yeye asiruhusu. Hata ikitokea kama wamelevo pointi, anaangaliwa ile head to head alipokutana nani alifanikiwa kupata magoli mengi zaidi. Sasa huo ndio ugumu ambao unatokeza, lakini ugumu wa pili kwamba Azam anaenda kumalizia na Wydad nyumbani. Ndio kitu ambacho Azam alifanya ambacho unaweza kusema kama walikosea ni kuruhusu kufungwa nyumbani na Wydad. Ndio. Kwa hiyo kama Wydad kuruhusu kufungwa nyumbani, hii ndio inampa ugumu. Wydad wanaenda kucheza kule ugenini ambako ni kama Soseni Morocco. Kwa asilimia kubwa unaweza kaipa advantage Wydad anaenda kupata matokeo, lakini kimpira kimkakati na hasa kwa Mwalimu Benge inawezekana Azam akaenda kufanya kitu ndani ya uwanja wa Wydad. Kwa hiyo binafsi Azam ana nafasi, AS Manyema ana nafasi, lakini pia hata Wydad ana nafasi. Kitu ambacho anawezekana ukasema Azam anaombea sasa kwenye makaratasi game ya AS Manyema na Nairobi City ambayo itamaliza mwisho. Ikiwezekana itoke sare
ama ikiwezekana AS Manyema apoteze kwa nyumbani, na hiyo inakuwa ni ngumu kwa sababu alikwenda kule Kenya akaenda akapata matokeo. Kwa hiyo unampa advantage kupata matokeo. Kwa hiyo Azam ana hali mbili. Hali ya kwanza ni kufocus kwenye mechi mbili zake zilizobakia ya nyumbani na ugenini aweze kushinda. Akishinda zote mbili ana asilimia kubwa kwenda hatua ya robo final, lakini ikitokea amelevo sare au amepoteza mechi atamuombea AS Manyema ama Wydad apoteze mchezo wao. Kwa hiyo nafasi bado anao, lakini nafasi yao ipo katika tuseme tu kama asilimia 30 kushuka chini zaidi. Ukimaanisha kwamba nafasi ya Azam ni finyu kweli kweli kulingana na hesabu za grupu lao, si ndio? Yes, inaonekana ni nafasi ngumu sana. Lazima tuweke wazi, nafasi ngumu sana, nafasi ambayo inahitaji mtu apoteze wewe huku ufaidike, na inakuwa ni ngumu kwa sababu pia na uhitaji. Kwa hiyo kwa nafasi ya Azam ni ngumu, lakini kwenye mpira lolote linawezekana. Tukiangazia kwenye mchezo huo wa siku ya Jumamosi, ungependa hasa Ibenge afanye kitu gani kuhakikisha kwamba tunabakiza pointi 3 nyumbani hapa Tanzania? Mwalimu Ibenge huna cha kumfundisha sana, cha kusema labda aanze kitu gani afanye. Ni mwalimu ambaye ameshajipambanua kwenye bara la Afrika. Vilabu ambavyo amepita vyote ni vilabu ambavyo ameacha alama. Ukienda pale RS Berkane ameacha alama mpaka sasa hivi, ile project ambayo ameandaa inaendelea kualipa RS Berkane. Ukienda Al Hilal Omdurman, ile project ambayo ameandaa inaendelea kualipa Al Hilal Omdurman. Kwa hiyo hata kwa Azam naamini kwamba Ibenge, ukisema kwamba mwalimu awe na mbinu hii, yeye ni mwalimu ambaye ana mbinu zaidi yako. Kwa hiyo tuseme tuwaombee wachezaji wa Azam waamke wakiwa fiti na waamke wakiwa salama, na waendee ule mchezo wakiwa wanajua na uhitaji, kitu ambacho kidogo nitamshauri eneo lake la mbele ndio ikitengeneza nafasi kubwa sana, lakini inatumika nafasi moja ama mbili, na kuna wakati hata viungo ambao wanasuka katika eneo namba 8 namba 10 ndio wanahusia kwenye magoli. Kwa hiyo safu ya ushambuliaji Azam hii ndio inatakiwa kwa asilimia kubwa ina makali ambayo ikitengeneza nafasi moja nafasi mbili wao wanaweza kutumia, hasa kuelekea mchezo wa AS Manyema. Wakishinda magoli 3 bila wana possibility kubwa ya kwamba kuelekea hatua ya robo final. Kwa hiyo Ibenge sema ambayo anatakiwa kwa asilimia kubwa kuingangania ama kuifundisha ni eneo ya ushambuliaji.